Bwana Yesu asifiwe. Habari za wakati huu. Karibuni sana kwenye YouTube channel yangu. Na nipende kuwashukuru na kuwapongeza ambao mnaendelea kunifuatilia katika mafundisho mbalimbali ambayo nimeshakwisha kufundisha huko nyuma, lakini pia kwa wale ambao ni wapya kabisa, wageni ambao wanaangalia kwa mara ya kwanza. Basi usisahau kusubscribe, lakini kulike ili na wewe uendelee kupata mafundisho mbalimbali ambayo yanapatikana katika YouTube channel hii. Asanteni sana, na ninaomba niwaalike ndugu watazamaji na watu wengine wote ambao wengine wananitazama na kunisikiliza wakati huu, hususan ninapoenda kuzungumza mada hii ambayo Mungu amenipa kibali, ambayo ni mada inayojulikana kwa sababu 6 za kuwepo kwa ndoa kibiblia. Leo ninaenda kufundisha sababu 6 za kuwepo kwa ndoa kibiblia. Sasa kama mnavyojua, tangu mwanzo ndoa haijaanzishwa, jambo linalohusu ndoa halijaanzishwa na binadamu. Ni jambo ambalo limeanzishwa na Mungu mwenyewe. Ni jambo ambalo limewekewa kibali na utukufu na nguvu na Mungu mwenyewe, lakini ni jambo ambalo pia lilikuwepo, lilitangulia kufika hata kabla ya dunia kabla ya dhambi kuivamia dunia. Ni katika harakati zile za uumbaji, na tutajifunza vizuri katika kitabu cha Mwanzo pale katika habari za namna ambavyo chimbuko la ndoa lilikuwepo. Kwa hiyo leo tutaangalia kibiblia sababu 6 za kuwepo kwa ndoa kibiblia. Sasa nikupe sababu ya kwanza. Sababu ya kwanza ni kuondoa upweke. Sasa tunaipata wapi? Mwanzo 2:18. Mwanzo 2:18. Mstari unasema, Bwana Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Sasa ukiangalia Mwanzo 2:18 inasema Bwana Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake. Kwa hiyo Mungu hakuona swala la Adamu kuwa peke yake ni jambo zuri, na kawaida tu ile peke yake ndipo tunapata neno upweke. Tunapata neno upweke, hali ya kupungukiwa na companionship, yaani mtu wa kuambatana naye au mtu wa kuwa naye. Kwa unapokuwa peke yako unakuwa loneliness, upweke. Kwa ule upweke Mungu hakupendezwa nao, akaamua amfanyie mtu atakayefanana naye, lakini amesema akaona amfanyie msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo kwa nini alimfanyia msaidizi wa kufanana naye? Mungu aliona si vyema huyo mtu awe peke yake. Na ni nani alikuwepo kipindi kile? Ni Adam, mwanamume au mwanaume. Sasa sababu hiyo ya kwanza iko kibiblia kabisa, kuondoa upweke. Na kwa wale ambao tayari wapo kwenye mahusiano aidha ya kiuchumba au ndoa au rafiki, wanaelewa unapokuwa unaambatana na mtu fulani wanapata hali fulani tunasema kama companionship, kama hali fulani ya ujasiri na kujiona hawako peke yao. Hawako peke yao. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaweza kuonekana vizuri kabisa. Lakini pia jambo jingine ambalo lipo kibiblia kabisa ni kupata usaidizi. Sababu nyingine ya pili ni kupata usaidizi. Tukirudi pale Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18b, yenyewe akasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Hivyo moja kati ya sababu kubwa Mungu alimuumba mwanamke ni kwamba aliona mwanaume peke yake hatoweza kufanya kusudi lake ambalo amelizamilia kulifanya duniani. Kwa hiyo akaona amfanyie msaidizi wake. Kwa hiyo tunajua si tu kwamba katika ndoa anayesaidiwa ni mwanaume. Katika ndoa kuna mume, kuna mke. Yapo majukumu ambayo mwanaume anayafanya pia kama kumsaidia mwanamke.
Inaweza ikawa katika mahitaji, inaweza ikawa katika kumsukuma kufanya kusudi la Mungu, au kumtia moyo katika kazi na majukumu ya kila siku. Lakini Mungu pia hapa kwenye Biblia imejidhihirisha kwamba hapa Mungu aliamua kumfanyia Adamu mtu wa kufanana naye, msaidizi wa kufanana naye, kwamba majukumu au kazi ambazo utakuwa zinaendelea na zifanya zinahitaji usaidizi kuhakikisha kwamba zinasogea. Kwenye maisha unapokuwa kapo mume na mke, kuna sehemu utakwama, kuna mwenzako atasimama. Lakini pia tukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 4, kitabu cha Mhubiri sura ya 4 mstari ule wa 9, Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Na akasema tena mstari wa 10, kwa maana wakianguka mmoja wao atamwinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake, aangukapo hana mwingine wa kumwinua. Kwa hiyo hata kwenye familia una mume na mke, kuna kipindi mwanaume anaweza kuanguka, mwanamke atasimama, mwanamke atamwinua, yani mke atamwinua na kumuimarisha tena. Lakini pia kuna kipindi huyo mwanamke ataanguka na atazorota na atanyong'onyea, lakini Mungu amesema kwa sababu wako wawili, mmoja atainuka na kumuimarisha mwingine. Kwa hiyo ni sababu. Lakini hiyo Mhubiri sura ya 4 mstari wa 11 ukisema, tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto, lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kupata moto? Swali limeulizwa. Lakini mstari wa mwisho kabisa ambao tutaishia ni wa 12 kwenye Mhubiri 4. Imesema, hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga, wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Kwa wawili pia wanashirikiana, support and a partnership. Wanapokuwa na support na partnership, wanapeana uimara na kamba ile, ushirikiano, muunganiko, uimara wa kufanya jambo na kutekeleza unakuwa ni mkubwa kuliko mtu mmoja. Kwa hiyo hapo tunapata kazi ya kusaidizana tunapokuwa kwenye ndoa. Kwa hiyo hapo ndipo swala kibibilia kabisa kwamba Mungu ameona ndoa iwepo kwa sababu ya kusaidizana ili kuweza kusukuma kazi mbele, kazi ya Mungu, kazi zako, taaluma yako uliyosomea, kazi zako za kila siku, biashara zako, unahitaji mwenza wa kusimama na wewe. Na sababu nyingine ya kuwepo kwa ndoa kibibilia ya 3 ni kuepuka uasherati na uzinzi. Mungu amesema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 7. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 imesema, basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanamume asimguse mwanamke. Lakini mstari wa 2 anasema, lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Mungu amekataza, ule mstari wa juu wa kwanza kuisoma, Mungu amekataza zinaa. Mungu amekataza zinaa. Lakini amesema sasa kama mtu atakuwa sasa mwili wake unawaka tamaa ya kushiriki tendo la ndoa tena, na kushiriki mapenzi kihisia, anataka usitende dhambi kwa kufanya zinaa au uasherati, yani uzinzi au uasherati. Badala yake sasa kila mtu ambaye anahitaji sasa, mwanamume awe na mke wake mwenyewe, mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Sasa ile mwanamume na mwanamke kuwa na mtu wake mwenyewe, tunazungumzia swala la kuoana. Kwa hiyo swala la kuoana liko kibiblia kwamba watu wanaoana pia kuepuka uasherati na uzinzi. Sasa ninajua dhambi ya uzinzi, uasherati imetajwa katika ukubwa wake, maana inaanzia ndani kisha hutoka, na ina nguvu kwa sababu inahusisha agano la kiroho, agano la kimwili, watu wawili wanapokuwa wamekutana. Kwa hiyo uzinzi Mungu ameukemea, uasherati Mungu ameukemea. Sasa ili kuepuka, mtu inampaswa kuoa, labda yeye aamue
asishiriki satisfaction yoyote inayohusiana na kihisia au kimapenzi. Lakini sababu nyingine ya kuwepo kwa ndoa, sababu ya 4 ni kuzaliana au tuseme kuzaa watoto. Sasa katika hali ya kawaida kibiolojia, Mungu alivyoumba, mtu mmoja hawezi akazaa mwenyewe kwamba mimi mwanaume basi ninaamua tu kesho nianze kuwa na mtoto, au huyu mwanamke basi anasema mimi kesho nataka nizae katoto. Haiwezekani. Inabidi lazima watu wawili wakutane, tena ni mume na mke. Unaona? Sasa Mungu ametoa kibali kwa watu waliooana kuweza kujamiana mpaka wapate huyo mtoto, lakini sio mtu yoyote tu nje na makubaliano ya kindoa. Unaona? Japo natambua wapo watu wengi ambao tayari wameshakwisha kuzaa, wako nje na ndoa, pengine hawajaolewa, pengine hawajaoa, pengine wanakutana, pengine wanaishi kimazoea na wana watoto pengine hata wawili, watatu, wanne, lakini Mungu anasema si sawa, kwa sababu anataka ufanye agano ambalo litahitaji kila mtu alitunze, mwanamume alitunze, mwanamke alitunze. Kwa hiyo Mungu amesema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari ule wa 27, amesema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Lakini 28 akasema Mungu akawabarikia, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Sasa pointi hapa tunasema Mungu akawabarikia, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Binadamu sisi tunaijazaje nchi? Kwa kuzaliana, multiply. Kupitia namna gani? Mume na mke watakapokutana wanaweza kuzaa. Kwa kupitia hiyo andiko tunahimizwa tuweze kutoa kopi au kuzaliana. Kwa hiyo hii ni sababu ya 4 ya kuzaliana au kuzaa watoto. Kwa hiyo kila mtu inambidi aamue kuolewa au kuoa atakapokuwa kutaka kuwa na kizazi chake. Kwa hiyo hakuna nafasi ya kuzaa nje ya ndoa. Mungu ametukatalia. Kwa hiyo tukifanya hivyo, mtu ukifanya hivyo ujue uko nje ya utaratibu wa Mungu ambao yeye anautambua. Lakini